Komoni. Dadu. Keri kijana wangu, nashukuru umeitikia wito wangu na umefika mapema sana. Nina jambo jipya ambalo nataka nikujuze. Mpango wetu kidogo umeteleza. Umeteleza? Umetelezaje Mgangandele? Daniel mwana wa mfalme tayari ameshaingia kwenye kaya za Mahameni. Kaya za Mahameni. Jina hili sio geni kwenye masikio yangu. Nadhani nimelisikia sana wakati nikiwa mdogo. Ni kweli Keri. Katika kijiji chetu hichi kuna sehemu inaitwa Mahameni. Ni mpakani kati ya kijiji chetu cha Itumbi na Matondo. Hivyo basi hao watu wanapatikana huko. Sasa Ndele, yani hapo ugumu ni nini? Basi nipatie nguvu mimi nikamalize kule kule. Mimi nishachafuka Mgangandele, nataka ufalme. Kusubiria Mgangandele kila siku. Keri, kwa bahati mbaya iliyo kubwa, mimi na wewe hatuwezi kamwe kugusa zile kaya za Mahameni. Kwa sababu katika kaya zile ni watu waliotakasika. Kamwe mimi na wewe tutabaki kupasikia tu Mahameni. Sasa tunafanya hapo Mgangandele, maana Simba kashachanganyikiwa mpaka sasa. Keri kijana wangu, kushindwa jambo hili kwangu mimi ni jambo ambalo siwezi kukubali kamwe. Ni bora nife, lakini sio kushindwa ile jambo. Hivyo wewe nenda, niachie mimi, nitamalizana nao. Sawa Mgangandele. Ngwangu achie swala. Keri, ani ni Gangandele, amambo gabala wolo wolo, ambolelo mai, ajelo pena mbongo Keri. Malikia wa kijiji, Malikia wa kijiji, Malikia wa kijiji. Komoni. Dadu. Mage, ninakuona unazidi kudumu kwenye kijiji cha Itumbi. Alex, vigumu vinadumu na mimi ni mtu wa jangwani na nitadumu wakati wote. Japokuwa naona na nyewe wacheo wa hichi kijiji mnazidi kudumu. Kwa hiyo acha tuendelee kudumu sote mpaka tutakaposubiria watu wa ufalmeni waje kutuongoza njia sisi mifugo ambao tumeshindwa kujielewa kabisa. Mage, hebu jaribu kukizuia hicho kinywa chako. Ni maneno gani hayo ambayo unaniambia? Mimi sio mchawi. Na wala sipo hivyo unavyodhania. Utajua mwenyewe Alex. Uzuri naishi maisha yangu. Maua. Komoni.
Dadu. Hivi mdogo wangu, utakuwa hivyo mpaka lini? Unajua wewe Maua umekuwa ni mtu wa kunichanganya sana. Umekuwa mnyonge, usiweza kuongea kitu chochote. Hebu niambie umefanywa nini? Ninavyokufahamu mpaka umekaa hapa kuna kitu. Niko sawa. Unaweza ukaniacha mwenyewe. Nikuache? Nikuache kivipi? Ingali nakuona unalia. Niambie umefanywa nini? Hey, Maua. Mbona umekaa kimya? Sinaongea na wewe? Mimi ni dada yako. Usinifananishe na hao marafiki zako wengine wa nje. Unapaswa kuniambia umefanywa nini? Nimekwambia naomba niache mwenyewe. Mbona unakuwa unielewi dada? Kama huwezi kuongea na mimi, utaongea na nani? Ila we mtoto jamani. Nimekwambia naomba uniache. Niko sawa. Nielewe kwenye hilo basi. Homoni. Dadu. Mbushi. Tupishe tupite. Una nini wewe? Niwache mpite, si ndio? Yaani kupeleka chakula tu kwa mwana wa mfalme. Basi mnajiona mmeshakuwa kwa mwana mfalme. Hadi mnataka kukaidi kile ninachotaka kuongea. Mbona hatujasema chochote sisi? Mbushi, kwa nini unataka nini kutoka kwetu? Hilo ndo swali sasa la kuniuliza mimi. Hebu waambie hawa. Sawa dada. Msije mkamwambia mtu yeyote kama mmetona maeneo haya. Pili, dada Mbushi kuna kitu anataka mumfanyie. Kitu gani hicho? Sasa sikieni. Ninachokitaka mimi. Kila siku katika majukumu yenu, mnapotaka kupeleka chakula kwa mwana mfalme, iwe maji au chakula, hata kitu chochote, muwe mnakutana na mimi kwanza, alafu mimi ndo napeleka hicho chakula na nyinyi mkinisubiri nje. Lakini sisi ndio tuliochaguliwa. Akijua mkuu akae itakuwaje? Hapa hatuko kubishana. Alafu kumbuka huyo kiongozi ni mamangu mimi. Na mkiendelea na hii jeuri ya kunikatalia, basi nitaongea na mamangu afukuze Maame. Basi Mbushi, tutafanya kile utakacho wewe. Sawa, basi tupishe tupite. Homoni. Dadu. Mjomba. Nina mama yako tumezaliwa watu wao? Hilo najua kabisa mjomba kwamba wewe na mama yangu mimi mjomba. Yaani mmezaliwa katika matumbo haya mamoja kabisa we. Mjomba. Mjomba ni mama mjomba. Kuna tabia umeanza hapa Maameni. Wanakuita mtu wa viunjuru. Mjomba. Mama yako ainikabidhi mimi nikufunze kazi. Kwa kuwa mimi ni mtu wa kazi, nikufunze kazi wewe, uwe mtu wa kazi. Maameni yote hii wewe mtu wa kazi mjomba. Nini unafanya mjomba? Yaani kabisa si umeona mjomba? Sifa ya kwanza kabisa ya mwanaume rijali kama mimi wewe mwegare we. Sifa ya kwanza mimi nafanya kazi mjomba. Na kazi yangu mimi mjomba ni kuwaonesha wanawake, kuwapa burudani kabisa we. Kuwafundisha maana ya kiunjuru ni nini mjomba. Yaani ukipiga mkunju ende ripuyupuyu pale mjomba ukichanganya. Hiyo ndiyo kazi mjomba. Mjomba. Nachojua kulala na wanawake sio kazi. Kazi ni kulima, kumwagilia bustani, kuchunga mbuzi.
Wewe unaofanya mjomba ni ujinga, acha. Hebu nipite mjomba. Sikiliza kwanza na we mjomba, hapo hapo kabisa. Unajua venye unakuja kabisa mjomba, mimi nilishakuwa tayari, nimeshaweka kazi yangu tayari. Kwa hiyo ndani humo mjomba kuna kazi. Subiria kidogo nipige tu kiunjuru, yani kidogo tu sekunde mjomba, sichelewi. Siwezi kuchelewa mjomba, yani napiga tu kidogo tu mjomba. Nikinyokora fulani hivi mjomba pale nikijisikia namna gani vipi na kushtua mjomba. Mjomba, unajua nimetoka shamba. Nafanya kazi ngumu sana kwa napigwa na jua. Nirudi nipumzike. Unaanza kuniambia upo na kweli mjomba? Na kingine usichokijua mjomba, kuna ujio wa mwana wa mfalme katika himaya. Na unajua mila na desturi la kaya hii. Mwana wa mfalme akijua una tabia hizo, adhabu yake ufalmeni, unatembea kwa miguu siku hizo, siku 3 mjomba. Endelea kuinjuruka. Wewe nikagamie kwenye mti, ukimaliza mambo yako niite nije nipumzike mjomba. Sawa, sikiliza kwanza mjomba. Hiyo sio shida kabisa. Unajua hata kama amekuja wewe mwana wa mfalme katika himaya hii ya Mahameni, lazima ajue kabisa mzee wa Kiunjuru ni nani, mzee wa Puyupuyu ni nani. Sawa mjomba? Kwa hiyo ngoja kwanza niwaoneshe mjomba, niwapelekee kwanza Kiunjuru. Kwa hiyo sasa mjomba, mimi nadhani tatizo halipo kabisa. Tatizo halipo kabisa mjomba. Sawa? Mimi namalizia tu mjomba kidogo. Wewe vumilia tu wewe. Komoni Dadu Mketage. Nimekuita hapa, kuna jambo moja tu. Nahitaji msaada kutoka kwako. Msaada gani mkuu? Daniel mwana wa mfalme ameshaingia Mahameni, na kama unavyojua mila na desturi za kijiji cha Itumbi, mimi Mganga Ndele siwezi kuingia kule kwa sababu ya hazina walizotunza wazee wa zamani na mazao mengi ambayo yapo kule. Na zao langu ni wewe. Hivyo katika mpango wangu sikutaka kabisa Daniel mwana wa mfalme aingie Mahameni, lakini kwa kuwa ameshaingia haina namna, bali wewe ndo utanisaidia kukamilisha huo mpango ambao nataka niukamilishe. Ndio. Wewe ni mwenyeji sana Mahameni, hivyo mabinti wa pale unawajua. Mpango ni huu: tafuta binti mzuri anayeweza kumshawishi Daniel mwana wa mfalme kwa ajili ya kufanya naye mapenzi. Mketege. Baada ya wewe kukamilisha hiyo kazi, basi ukishafanikisha hiyo kazi, nina zawadi nzuri sana kwa ajili ya wewe. Usitake kujua zawadi ni zawadi aina gani, lakini unanifahamu Mganga Ndele nilivyo katika kukupatia zawadi. Mketage. Mketage.
Mketage, fanya nilichokuagiza. Komoni. Dadu. Afwe mjomba, naomba unisikize kwa makini. Naomba uongee na mjombako Mwiga. Akome kumfuatilia mdogo wangu. Najua kila kitu kinachoendelea. Hilo swala mimi silitambui. Ulitambui namna gani? Yaani wewe nyie kwenu mna kinyumba kimoja tu. Ni kwamba kila uchafu anaofanya hapa kijijini wote anafanyia nyumbani kwako. Alafu mna kinyumba kimoja tu. Haya, anamwharibia kwa mfano anamwharibia mdogo wangu maisha. Kwa hiyo itakuwaje? Na hana chochote anachokifanya, hana kazi, hana nini, hana shamba, hana chochote. Kwa hiyo nataka amwharibie mdogo wangu maisha afu iweje? Kiukweli silifahamu ile nitalifanyia ile jambo gani. Sasa sikiliza. Mjomba wako anachafua mabinti sana hapa kijijini. Na kama mtaendelea na hili swala, taarifa hizi nitazifikisha katika uongozi wa kaya. Usifanye hivyo. Mbona yeye anaongeleka? Kile mjomba wangu nimuelewa, nikimwelekeza mara moja tu ataelewa. Nadhani umenielewa. Hapa ni wapi? Na wewe ni nani? Utakutana mapenzi, uchawi, maumivu, chonganishi, vita, fitina, mapenzi, Malkia. Utakutana mapenzi, uchawi, maumivu, chonganishi, vita, fitina, utanana.